Jengo hili kama unavyoliona limebuniwa na Wakala wa Majengo Tanzania ikiwa kama mshauri elekezi. Mamlaka ilituamini Wakala wa Majengo Tanzania kuweza kufanya usanifu wa jengo hili mpaka kufikia kukamilika michoro na kuanza kujengwa. Nafikiri ubunifu wa jengo hili umezingatia vitu vingi sana. Kwanza umezingatia wakala wenyewe kwamba ni wakala wa maji, lakini vile vile na usafi wa mazingira. Nafikiri unavyoona muonekano wa nje wa hili jengo, zile rangi ambazo tumezichagua katika design zetu zilikuwa ni rangi ambazo zinaakisi masuala ya maji, lakini vile vile kuna rangi ya blue ambayo inaakisi masuala ya maji, kuna rangi hiyo nyeupe ambayo inawakilisha ile masuala ya usafi. Kwa sababu kama ni jengo ambalo unasimamia usafi wa mazingira, kwa tunategemea pia muonekano wa jengo lake uonekane nini? Ni safi. Ndio maana tumeweka rangi nyeupe. Lakini ukitoka nje ukiingia ndani ya jengo, unakuta kwamba jengo letu limezingatia sana mahitaji ya kisasa kwa maana ya mahitaji ya mteja, lakini vile vile kuangalia pia jinsi gani ambalo linaweza kubeba uzito wa kuweza kuhimili matumizi ya hili jengo, kwa sababu hili jengo linatumika kwa ajili ya kutoa huduma ya wananchi mbalimbali, na wananchi ni wengi, na wafanyakazi pia wa taasisi ya RUWASA ni wengi. Kwa hiyo tumeangalia design ambao katika ubunifu ambao utazingatia sana mazingira na hali kama hiyo. Kuna nguzo tumeziweka kwa ajili ya kubeba mzigo wa jengo hili, lakini ukiingia ndani unakuta kwamba kuna kuta tumeziweka zile kama drywall partition. Eneo la Dodoma ni eneo ambalo lina matetemeko mengi sana. Kwa hiyo tumeconsider vitu kama kuweka material ya ujenzi ambayo yatakuwa hayana uzito mkubwa, tunaita lightweight materials. Kama zile drywall partition utaona kwamba kuna sehemu tumeweka material kama gypsum board, lakini katikati kuna material ambayo ni acoustic, yanazuia sauti, lakini vile vile yanazuia joto, pia yanazuia kupenetrate sauti kutoka upande mwingine wa chumba mpaka upande mwingine. Lakini kwa sababu material weight yake ni ndogo, inasababisha kufanya jengo lisiwe na mzigo mkubwa, tofauti na ujenzi wa kizamani ambao tulikuwa tunaweka matofali na mazege mengi sana ambayo inafanya jengo linakuwa zito. Kwa hiyo ubunifu wa jengo hili umefikiria sana vitu kama hivyo, kwamba maeneo kwa sababu ni ya matetemeko na uzito wa jengo, tunafanya design ambayo itasababisha pia kupunguzia mzigo mzito wa jengo. Jengo hili linaweza kuchukua watu kuanzia 350 mpaka 450. Kwa maana wanaweza wakaingia wakalitumia hili jengo kwa wakati mmoja. Kwa hiyo sisi tumefikiria mazingira yote, lakini mradi huu ni mkubwa, na historia ya mradi huu ni kwamba wakala wa maji na usafi wa mazingira walikuwa wana ofisi ambazo zimetawanyika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tulichokifanya sisi katika jengo hili tulikuwa tumekusanya zile idara zote za wakala zipo ndani ya hili jengo. Kwa hiyo ina maana mwananchi atapokuja katika eneo hili atakuwa anahudumiwa kwa mara moja. Hata hitajika kwenda, kwa mfano sasa hivi wapo maeneo ya NBC kule, wengine wapo upande wa Uzunguni. Kwa hiyo mtumishi au mwananchi anapohitaji huduma anatakiwa atoke NBC asafiri mpaka Uzunguni, na kuwa umemuongezea gharama na matumizi ya fedha. Lakini anapokuja katika jengo hili anapata huduma zote katika muda mmoja, na anapata ofisi zote zipo ndani ya eneo moja, anahudumiwa, anatoka akiwa ameridhika na amepata huduma zake zote anazohitaji kutoka wakala wa maji pamoja na usafi wa mazingira vijijini.